Masino Agaitenye, I'm the National Speaker Bunge la Mwananchi. I just want to take this opportunity, this golden opportunity to thank the nomination of Deputy President Designate Professor, His Excellency Professor Abraham Kithure Kindiki, following his nomination as the Deputy President of Kenya. I think this is a milestone to our democracy because Kindiki comes from a minority tribe. We need to give him enough support to ensure that he discharges his duty. One thing I just want to urge political elites, we know that at times when someone gets something, someone has to lose it. Let us support the trend to ensure that we concentrate, the nation concentrate on economic progress of this country, fairness, distribution of state jobs, distribution of national resources, to ensure that this state is developed and we focus on our vision 2030. It is very annoying to see that we are wasting a lot of time in courts, in as much as we must get justice, but we must also consider the development of the nation. Currently, nothing is going on. All media stations are just focusing on courts, and there are many things which need to be focused on. For instance, the education model, the social hospital insurance fund, the social hospital authority. Kenyans are going through a lot in public hospitals and also in private hospitals, and the students cannot get their education. Farmers need fertilizers. We need also to focus also on value addition, and for that matter, I just want to urge these political elites opposing the nomination of Kindiki to allow Kindiki resume office so that he discharges his duties as the Deputy President of this nation. And I want to congratulate the President for seeing competence in Kindiki, because he did a lot as the Minister, as the Cabinet Secretary for Internal Security in the northern part of this country, and we thank him for that. Currently, the people of northern part of Kenya can rear their hearts in peace, in as much as there are still some insecurity issues in the northern Kenya, but Kindiki has done a tremendous job. And for that matter, may I end it there. I hope and believe that we are going to go in the right direction with Dr. William Ruto and Professor Kindiki at the national helm of leadership. Thank you very much. Maybe if you have question. No question. Nataka kuongelea kitu moja ambapo Kenya wengi wanaongelea kuhusu maneno ya impeachment ya deputy president. Mimi nataka hii maneno imalizwe haraka sana kwa sababu we are out of time. Time imeenda sana. Na Wakenya tumeshajifunza kitu kimoja. Wale watu wanalia maneno ya Kindiki. Tafadhali, it's not Kindiki, Kashagwa. It's time is now. Ya kuangalia tufanye namna gani. Kama sisi timu ya Kenya macho yetu tumeamua kutengeneza bill ambapo tunataka kusema ya kwamba maneno ya impeachment ya president, maneno ya impeachment ya deputy president, maneno ya impeachment ya Speaker of National Assembly, tunataka kama assembly imemalizana na irudishe kwetu sisi kupitia kwa IBC. Vile sisi wenyewe tunapigia president kura, vile tunapigia deputy president, tunataka sisi wenyewe tumuondoe. Hatutaki hiyo maneno iende Senate ama imaliziwe kwa National Assembly na watu wachache. Tunataka kurekebisha hii katiba. Now we are coming up with a bill. Sisi kama young people of this country, we are coming up with a bill, na hii bill yetu tunataka tuingize kipengele kwa katiba yetu ya kusema ya kwamba baada ya impeachment ya deputy or a president in the National Assembly irudi kwa IBC, irudi kwa sisi wenyewe tupige kura ya kumuendea la ama yes. Mimi nimehurumia sana ndugu yangu Rigathi Gachagua, lakini hii ni mwiba ya mwenyewe, alijitagia mwenyewe, alijitunga mwenyewe. Unajua kuna 48 laws of power, na hizi 48 laws of power, kama uko kwa power huko juu, unafaa uziangalie kabisa, usikanyage red line ya mwenzake. Rigathi Gachagua mwenyewe alikanyaga red line ya mwenzake. That's why hii maneno inampata. Ya pili, mimi nataka kuongelea kwamba katika vuguvugu letu ya macho ya Kenya, tunataka katiba iwekwe kwa kipengele, iondelewe kwanza hii women rep. Hakuna kitu inafanya kwa hii Kenya. We need to remove that article.
wakae watafute vitu, kwa sababu tumeona wamama pia wamejitoa kimnaso, wanang'ang'ania hizi viti. So we need only to remain with the elected parliamentarian wenye wanakuwa in every constituency. Ya tatu, ile kitu nataka kupatisha kwa katiba. Na Wakenya mtaiona. We are coming up. Our bill is being drafted somewhere. And by the time tunakuja kwa nyinyi, tunaomba kama wewe ni mtu wa constituency fulani, tukifika huko, sisi ni vijana, hatuna pesa. Tutafutie mahali tulale ili tupate hizo signature milioni 1. Na hii itakuwa ya kusaidia Kenya. Tunataka the county assembly wapewe financial autonomy, ambapo wenyewe wajishughulike, wakuwe pia na CDF, kwa sababu hii CDF inabakia pale kwa MP wanatumia vibaya, na MCN ndio mwenye ako karibu na mwananchi, ndio inafaa apewe hiyo financial autonomy. Ndio kwa sababu tunasema tumekuja na bill, na hiyo bill yetu bado tunaendelea kudraft. Kitu ingine tunasema maneno ya education, CDF tunakuja tuweke kipengele kwa katiba ya kwamba hakuna mtu yote mwanasiasa anapewa CDF, because hii CDF is being misused. Tunataka to centralize all bursaries ya education mahali pamoja, ndio watoto wetu wasome free kabisa. Ndio kwa maana sisi tumekuja na wabill, na ambapo tutakuja tukianza kutafuta signature, mtusaidie. Lastly, naomba wale the political board, nikiongea nasema Raila Amolo Odinga, William Ruto, sisi kama vijana hatuna mtu yote mwenye ametusukuma, ni vile tunataka pia sisi tuhusishwe na masuala ya kitaifa hapa chini mashinani. Asante sana, unless kama mtu ako na swali ya kuuliza. Maneno yenye nataka kujadiliana saa hii. Hiyo nasikia watu wengine wanasema sauti ndogo. Huyo sauti ndogo ndio Deputy President of Republic of Kenya. Hiyo ni yako. Hiyo sauti ndogo unasema hiyo ni yako. Juu sisi kama wananchi tunaona huyo ndio kuna utulivu wa kukuwa na hiyo post. Hiyo post hataki kierere yenye nilikuwa naona kila mahali. Hiyo post nataka mtu mwenye ana understand kenye anafanya. Si kila mahali uko juu ya gari unaenda kutafuta watu wengine, sijui unafanya nini, ujielewi. Kwa hivyo Mr. Kithure Kindiki is our deputy president as per now. Mambo ya pili, Rigathi Gachagua, tafadhali vile wamefanya walisema uende nyumbani. Sijui kwa nini bado unatuwestia time kama wa Kenya. Juu kuna vitu mingi serikali anafaa afanye, na wewe unatuwestia time na hizo maneno zako za koti. Utaenda kotini, hizo maneno za kotini zitafanyika baadaye. Lakini saa hii wacha hii maneno ya Kindiki iendelee, tuone vile tutafanya baadaye. Asante. Maybe 1 minute. Hata wakati walikuwa wanaongea na walikuwa wanatuongelesha kama wananchi, President alisema alikuwa amechagua Kindiki, alikuwa amechagua Gachagua, lakini Gachagua akapita. Wachani tuone venye Kindiki atafanya kazi. Thank you. Our deputy president, our impeached deputy president. Thank you. Wewe tulia, patie kijana afanye kazi. Asante. Shukuru Mike. Thank you very much. Tupatie kijana. Ni kitu kingine ambaye lazima tufuatilie. Kisheria tunataka Ruto na timu yake ya government ambaye anaongoza ifuate sheria, sababu tusipofuata sheria kwa hii nchi yetu, then naona kama hii nchi yetu inaenda kukuwa banana republic. Lazima sheria ifuatwe. Kama kuna kesi kotini, lazima hizo kesi ziishe, na tunaomba Mr. Ruto asijaribu kuinterfere na maneno za koti kama executive. Thank you. Tunaomba kabisa. Kitu ya mwisho nataka kusema hivi. Mr. Kindiki tunajua amechaguliwa, ameappointiwa na Mr. Ruto kukuwa deputy wake. Na tumeona watu wengi ambao wanasupport venye Kindiki hapo mzuri. Mimi swali ambaye nataka kuuliza Kindiki ni hivi. Unataka kuwa deputy president wa Kenya.
lakini tunataka utuambie kwa nini watu waliuawa Western Region saa 2 za usiku, na hawa majenzi ambayo walikufa wakati wa maandamano walikufa sababu gani? Na watu ambayo wanapotea kila siku, kama bado umeshikilia kwa hiyo docket haujaenda kwa deputy, tunataka utujibu hizo maswali kwanza, ndio uende pale kwa deputy ukiwa msafi. Lakini kama bado hautakuwa unajibu hizo swali, bado damu ya watu wote ambayo wamekufa ukiwa Minister of Interior itakufuata hadi kwa hiyo deputy. So tunakuomba na tunaomba Mr. Rais, tafadhali usijaribu kubend the constitution ya kwamba unataka kuweka Kindiki your deputy. Lazima constitution ifuatwe to the letter, kutoka mwanzo hadi mwisho. Hata hii kesi kama itamaliza miaka 5, wacha imalize, lakini ukweli lazima ipatikane kwa constitution. Asante. Thank you so much.